Habari mdogo wa Ajira Coach. Leo tutaelekeza namna ya kufanya application za scholarship mbalimbali. Kama upo interested ya kusoma nchi za nchi, kama ni masters au degree. Kwa hiyo kwa sasa tumeanzisha program maalum kwa ajili ya kutoa tutorial au mwongozo namna ya kufanikisha kutuma application za kusoma nje ya nchi, kama ni masters, ni degree au PhD. Kwa hiyo hii ilikuwa ni changamoto kubwa ambapo wanafunzi wengi wanatamani kwenda kusoma nje, lakini process za kufanya application wanashindwa. Kwa hiyo program ambayo tumeianzisha kwa zile scholarship zote ambazo ni za uhakika na ni common, zote tutatoa video zake ambazo zitakuwa ni mwongozo namna ya kufanya application. Lakini kwa leo video ambayo tutaanza nayo ni ya scholarship ambayo ni maarufu na ni common, ambayo ni ya Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship. Hii ni scholarship ambayo inahusisha zile nchi ambazo zipo kwenye ile Jumuiya ya Madola, yaani au zile nchi ambazo zote zilitawaliwa na Uingereza. Hasa katika agreement kuna zile ushirikiano ambao upo, ambapo miongoni mwa ushirikiano ambao unahusisha kwenye hizi nchi ambazo zipo chini ya Commonwealth ni kuhusu masuala ya education. Kwa hiyo kama ni scholarship kama hizi hapa. Lakini pia scholarship hii hapa ya Queen Elizabeth ni nzuri zaidi kwa mambo kadhaa. Cha kwanza, haina limit ya age, manake unaweza ukaomba kusoma masters regardless ya umri wako ulionayo. Pili ni full funded, na tatu unaweza uka apply scholarship kwenye zile nchi 50, ndani ya zaidi ya nchi 50 ambazo zipo kwenye Commonwealth. Kama kuna kozi ambazo zipo pale na una vigezo nazo, unaweza ukaomba. Kwa mfano kama upo Tanzania, let's say unataka ukasome, kuna kozi ambayo ipo Kenya unataka ukaisome, au kuna kozi ambayo ipo Uganda unataka ukaisome, unaweza ukaapply. Kwa hiyo sio lazima uende Uingereza au uende Ulaya. Unaweza ukaapply kwenye zile nchi ambazo zipo kwenye ile Commonwealth. Kama kuna kozi ambayo ipo na una vigezo kwayo, unaweza ukaomba. Sasa kwanza ni kupitishe kwenye hizi qualification zake ambazo hizi common qualification. Cha kwanza, kuna vigezo, lazima uwe raia wa Commonwealth country, yaani zile nchi ambazo zipo kwenye ile ya Jumuiya ya Madola, ambayo Tanzania ipo, Kenya ipo, Uganda ipo na Nigeria na nchi nyingine ambazo zipo zaidi ya 50. Pili, lazima uwe ni holder of bachelor's degree with at least upper second class, yani 2.1. Kwa Tanzania ni kuanzia 3.5 ndio GPA ambayo inaweza kufanya uweze kusoma masters. Kwa mfano kuna zile nchi ambazo zinatumia yani GPA ya mwisho ni 4, wanaanzia 3.3, lakini sisi mara nyingi ni 3.5. 3.5 ndio inaanzia hapo. Kwa hiyo ndio upper second class inaanzia kwenye 3.5. Kigezo cha tatu, lazima meet admission requirement of selected university or course. Lazima uwe una vigezo vya ile chuo ambacho unakiomba na ile kozi ambayo unataka kuisomea. Na cha tatu, udemonstrate commitment and community development and leadership. Lazima ufanye commitment. Hizi hapa kuna sehemu za kujaza, nitakuelekeza vizuri tutakapofika mbele. Lakini pia scholarship coverage. Hii ni full funded. Yaani kila kitu unalipiwa. Kwa mfano kuna tuition fee unalipiwa, zile pesa za mwezi, monthly living allowance unapewa, return economy airfare unalipiwa, kuna one off arrival allowance unalipiwa, na research support grant hapo na approve. Kwa mfano hata kama kwenye research unalipiwa ukishakuwa approved. Kwa hiyo ndio miongoni mwa benefit ambazo zipo. Kuna nyingine ambazo tutaziona ndani, kwa mfano age limit hamna, unaweza ukaapply hata kama huna passport, hata kama una national ID tu unaweza ukafanya application. Lakini application process zote nitakuelekeza namna ya kufanya application. Kwa hiyo cha muhimu, fuatilia video hii hapa, itakuwa ndefu kidogo, fuatilia mpaka mwisho, na kama bado hujasubscribe, subscribe ili uweze kupata tutorials za video zote ambazo tutazitoa. Sasa ukija kwenye hii page
Unaweza ukaandika ukaenda kwenye Google, kwenye browser ambayo unaitumia, kama ni Chrome, kama ni Mozilla au browser yoyote ambayo unaitumia. Unaweza ukaenda ukaandika labda Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship kama ni 2026. Itakuleta kwenye linki ya kwanza tu, itakuletea hii hapa ambayo ni ya Queen Elizabeth Scholarship. Utakuja hapa. Ukishakuja hapa ukinavigate chini hapa, utashuka chini ambapo kwa mwaka huu hapa application imefunguliwa kuanzia Novemba 24 mwaka 2025 na deadline ni tarehe 14 Januari 2026. Kwa hiyo hakikisha unafanya application zako ndani ya deadline. Kwa hiyo hii hapa ndio scholarship. Ukitaka unasoma guidelines zote tunasoma hapa, lakini in short nitakuelekeza kila kitu, na hizo frequently asked questions unaweza kuzisoma, lakini sisi sio za maana sana. Kwa hiyo hizi hapa ni baadhi ya nchi na kozi ambazo zipo pale. Kwa kama unataka kusoma masters kwenye nchi kama hii hapa Antigua, kwa mfano kama Antigua unaweza ukasoma hapa. Kuna Masters of Cooperative Finance, unaweza ukaenda ukasoma hii hapa sawa. Au kuna Bangladesh, kuna Master of Public Health ipo hapo, ambapo kuna Black University. Kama unataka ukasome huko unaenda. Au kwa mfano pia kuna Master of Development Studies ipo, kuna Master of Education Leadership and School Improvement ukaenda ukasoma. Kuna Master of Biotechnology hiyo hapo ipo Bangladesh pia. Utaangalia kozi zako, kwa mfano kama nchi mbalimbali kuna Master of hizo hapo, utaangalia Eswatini pia ipo, utaangalia kozi ambayo inakufaa. Pia Kenya ipo, kama unataka ukasoma Kenya ipo, kuna kozi hizo hapo unaweza ukaenda ukasoma. Au kuna Master of Medical Physics unaweza ukaenda ukaisoma. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa nataka ni apply Bangladesh. Iko wapi? Yes, nataka niende nikasome Bangladesh. Bangladesh nataka nikasome let's say kozi hii hapa, nikasome Masters of Biotechnology. Unakuja hapa chini hapa, unaweza uka click kuisoma, una click apply hapa. Bonyeza apply. Ukisha click apply itakuletea hii page hapa. Hapo inakuambia please login or create a new account. Kwa hiyo kama huna account, kama una account ushatengeneza zamani, una login tu kwenye account yako. Unakuja hapa. Sawa, una login kwenye account yako. Lakini kama ndio the first time huna account yoyote, kama una login unakuja hapa una login, unabonyeza hapa hii link ya chini kabisa hapa, una login. Lakini in case kama unaanza mwanzo kabisa, kwanza unakuja hapa una create account. Unakuja kwenye page hii hapa ambayo ni Association of Common Health Universities. Maana yake hivi vyuo vipo vingi na nchi mbalimbali, lakini akaunti unaitengeneza kwenye hii association. Kwa hiyo hii association ndio baadaye inakuja kudistribute. Kwa mfano umeapply kama una vigezo, ndio sasa wao wanakuruhusu uende upeleke kwenye iko chuo. Kwa hiyo lazima uwe na account kwenye hii association. Kwa hiyo hii hapo ndio inaitwa My Aku account. Unakuja hapo utaandika, tunaanza kuregister kutengeneza account yetu. Yes. Je, wewe ni unajipresent kama ni Mr, Mrs au nani? Utakuja hapa, mfano kama mimi ni Mr. Nitaandika jina la kwanza, nitaandika let's say inaitwa Bashiru. Sawa, jina la mwisho najaza Mavuzi. Sawa. Region ni Africa. Na country hapa utaandika nchi yako. Mimi nipo Tanzania. Utachagua nchi. Yes, utachagua Tanzania. Then utaingiza hizi kodi hapa kama zinavyoonekana. Kama vile naona E, naona R kubwa, naona 7,
naona N, naona Z kubwa, then na submit. Oh, sorry, nimekosa, sijaandika email. Andika email yako hapa. Then na submit. Wow, tayari nisha submit. Then kuna page nakwambia set up your username and password. Kwa hiyo hapo natakiwa ni set up username yangu. Mimi ngoja nitumie tu email. Nice. .com, then na submit. Okay, nimekosea. Wow. Kwa hiyo then unakuja unaenda kwenye email yako, anasema if hii hapa email is valid account, the email will be sent with instruction to reset your password. So naenda kwenye email yangu hapa, mtandao post slow kidogo. Cha muhimu, kama bado hujasubscribe, subscribe na uangalie video mpaka mwisho. Usiskip chochote, ni muhimu na itakusaidia vitu vingi sana. Kwa hiyo lazima uangalie mpaka mwisho. Mtandao nasumbua. Ushafunguka. Yes, hii hapa. Email yenyewe ni hii hapa ambayo inaandikwa replacement login information for Bashiru. Hii hapa, hii ndio username aliyonipa. Hii hapa anasema hii hapa, Bashiru Mavosu, a request to reset the password for your account has been made at Association Commerce University. You may now log in by clicking the link or copy and paste to your browser. Kwa hiyo kama unataka unaweza ukakopi hii link hapa, ukakopi link, sawa, au ukabonyeza hapa hapa. Mimi nimekopi, then unakuja hapa na paste hapa, then nabonyeza enter. One time login.
Yes. Kwa hiyo sasa hapa ndio tuna set username na password yako unayoitaka. Kwa kama username, let's say mimi nataka niseme tu naitwa Marcus. Password na set password yangu. Tayari nisha set. Unakuja hapo unaweka profile picture. Shaweka profile picture, then vingine language, site language, labda sehemu ambayo upo unaoenda unatumia lugha gani, then na save. Kwa hiyo password yetu tushaisave tayari. Then tunaingiza tena ile current password. Username ni hiyo hiyo. Okay, sorry. Ngoja tuje tu login. Ukishatengeneza, ukisha reset, unakuja tu hapa kwenye page ya kulogin na login. Username natumia hii hapa. Password ni hii hapa. Na login. Wow. Kwa hiyo mpaka hapa tayari una akaunti kwenye my app au Association of Commonwealth Universities. Tayari tuna akaunti yetu. Kwa hiyo sasa kama una akaunti tayari unakuja ukaja hapa my application, kila kitu utakiona hapa. Yako unakuja kwenye hii ni dashboard yako, unakuja kwenye my app. Ukishakuja hapo utakutana na announcement. Kama application for hizi hapa grant are now open. Maana kama una mambo ya grant hizi hapa zipo open pia, lakini sisi lengo letu ni kufanya application for Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship 2026-2027 cycle 1. Hii ni cycle 1 now open. To apply please click here. Kwa kama unataka ku apply scholarship ndio hii hapa, unabonyeza link hii hapa. Wow. Kwa hiyo ushaingia kwenye page au inaonyesha progress zote za kutuma maombi. Kwa hiyo zipo step ya kwanza mpaka ya 9. Kwa hiyo ukishakamilisha hizi hapa, maana yake ushakamilisha application zako yani ushafanya application yako ya scholarship yako. Kwa hiyo cha muhimu, hizi step zote ni muhimu. Kuwa makini na nitakuelekeza namna ya kufanya, lazima uwe careful uweze kufanikisha. Kwa hiyo scholarship wanaomba watu wengi sana. Kumbuka zipo nchi nyingi na watu wengi wanazihitaji hizi scholarship kwa sababu ni za ukweli na ni za uhakika. Kwa hiyo cha kufanya, kuwa makini na hatua yoyote unayoifanya kwenye scholarship hii hapa. Kwa hiyo cha msingi, kama bado hujasubscribe, please subscribe then tuweze kuendelea.
Sasa kuna step ya kwanza ambayo ni instruction. Wanakupa tena instruction au tushaziona kule. Ya kwanza ndio hii hapo. Sawa. Anasema thank you for your interest in applying for Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship. Please ensure that you have read the manake frequency asked question, ushasoma zile na application guideline prior starting this application. Kwa hiyo lazima unasoma guideline na hizi maswali watu ambao wameuliza walioomba hizi scholarship, unaweza kusoma hapo uweze kuelewa vizuri. Na anasema when navigating the form please note that wakati unajaza form hakikisha mambo yafuatayo. You will need to fill the required field before continue to the next page of application form. Kwa hiyo hutaweza kuendelea kabla hujajaza zile sehemu ambazo ni za lazima, au sehemu yoyote ambayo imewekwa star ujue hiyo ni ya lazima. Pili, your answers must address all the points indicated. Lazima ujibu zile pointi zote ambazo majibu yako lazima yajibu kulingana na unavyoulizwa. You can navigate backward or forward through the form. Maanake unaweza ukarudi, unaweza ukaenda. The application form does not need to be completed in one go. You can save and return to the form to any time using your login details. Maana yake naweza nikajaza sasa hivi nikafika step ya pili, lakini nikakumbuka kuna vitu ambavyo sijavikamilisha vizuri au sijaweka vizuri, unaweza ukasave kwenye draft then hata ukaendelea baadaye au hata kesho au muda utakaotaka wenyewe. Kwa cha msingi uwe umesave kwenye draft. Nitakuelekeza namna ya kufanya. Kwa hiyo sio lazima ujaze mara moja. Kwa mfano hapa mmekaa kama ni misali moja lazima uhakikishe ukamilishe hapo hapo. Hapana. Lakini deadline ya application kwa mwaka huu hapa 2026 deadline ni tarehe 14 Januari 2026. Watu wanaoruhusiwa tushaona, lazima uwe raia wa nchi ambazo zipo kwenye Commonwealth, Tanzania imo, lakini applicant must be completion undergraduate degree with a GPA ya ratio ya 2.2 au ni upper second class GPA ambao kuanzia 3.5 au kwa wale ambao wanatumia GPA mwisho ni 4 nafikiri ni 3.3 unaweza ukaomba application. Sasa cha muhimu, kila step ambayo utaenda kabla hujaenda next step hakikisha una save to the draft. Kwa hiyo hapa mimi ninaanza, lakini na save kwanza kwenye draft ili wakati hata kama nimeacha sehemu nikija nikiendelea baadaye hakuna kitu ambacho kimefutika. Usipofanya hivyo ukiishia katikati utakuja baadaye ile step haipo kwa sababu hujasave kwenye draft. Sasa hakikisha kila hatua unayoendelea una save kwenye draft. Mimi nisha save then naenda kwenye next step. Next step ni eligibility. Sawa, vigezo. Hivi tushasoma. Sawa. Are you a citizen of or do you have a refugee status for Commonwealth? Je, wewe ni labda unaweza kawa ni mkimbizi au ni citizen wa nchi ambayo ipo ni mwanachama wa Commonwealth? Tanzania imo. Kwa mfano mimi ni Mtanzania, then nasema yes. Ukishasema yes, then nakwambia which country do you have a citizenship or refugee status? Sawa, nchi gani ambao wewe ni raia? Natafuta Tanzania hapa. Hata kama ni mkimbizi, then unaweza ukajaza hapa. Kwa mimi hapa ni Mtanzania, natafuta Tanzania. Then nasema do you have dual nationality? Una uraia pacha? Mimi nasema no. Kama yes, unajaza yes. Nasema no. Nina uraia wa Tanzania tu. Have you already completed undergraduate degree with the equivalent of the GPA ya 2:1? Ndiyo, kama umemaliza bachelor yoyote degree lakini GPA yako kuanzia 5.5 unaweza ukafanyaje? Ukajibu yes. Nimemaliza na ninayo hiyo GPA, najibu yes. Anasema universities are applying for. Je, una apply chuo gani? Ukishasoma kwenye ile home page ya hii hapa Queen Elizabeth,
hii hapa utaangalia kuna chuo na university. Kwa mfano hapa mimi nikija hapa nimeapply hii hapa biotechnology, nataka chuo cha Bangladesh, university nataka Brack University. Kwa hiyo then unakuja hapa, mimi nachagua Brack University hii hapa. Nikishamaliza, kwa sababu maswali yameisha kwenye stage hii hapa, na save kwenye draft kama kawaida. Ukisha save kwenye draft, then utaenda kwenye next step hii hapa. Wow. Kwa hiyo ukishamaliza kujaza ile step, ukishakamilisha, then ile sehemu ile step inayofuata ndio inafunguka, inakuwa active. Lakini la sivyo kama hujamalizia huku, haiwi active mpaka umalizie. Kwa hiyo hapo then naendelea kwenye personal detail. Nakuja hapa na click hii hapa. Title nishajaza mimi ni Mr. Jina la kwanza, jina la pili, then najaza tarehe ya kuzaliwa. Utajaza kama ni month, utajaza mwezi wa 9, labda tarehe 5. Sawa, hii hapa utajaza mwaka wako. Sawa, then gender ni male, na phone number utajaza, uanze na hiyo hapo, uanze na country code. Kama we ni Mkenya utaanza 254, kama ni Tanzania ni 255, utaanza na plus kama unavyotaka hivyo. Email yako utaweka, then nakwambia please upload your passport or national ID card. Kwa hiyo sio lazima uwe na passport ili uweze kufanisha kuomba, hapana. Hata kama una national ID, ile kitambulisho cha taifa tu, unaweza kufanya ukafanya maombi, na MB limit ni 16. Kwa hiyo then na click hapa niweze kuupload ID yangu. Then mfano naweka hii hapa. Nishaweka hapa. Ukishamaliza kuna sehemu ya permanent address, na click hapo. Address unaweza ukaweka address yako hapo mwenyewe. Sawa, taweka. Ukishamaliza na kuuliza tena, do you have a correspondence address that is different from your permanent address? Kama una address nyingine ambayo ni tofauti na hiyo ambayo ipo hapo, unabonyeza yes, ili atakuletea sehemu ya kujaza. Mfano kujaza yes, hivyo hapo nakuambia ujaze correspondence, lakini mimi sina, jaza no. Kishajaza no, then kumbuka ku save kwenye draft, na save kwenye, na kuna hii warning nakwambia, this application does not auto save, please remember to save as a draft before proceeding. Kwa hiyo mimi na save kwenye draft hapa. Nikisha save kwenye draft, then naendelea na next step. Next step hapa na continue. Wow. Kwa hiyo sehemu ya personal tushamaliza, na sehemu ya academic and employment history. Kwa unakuja hapa, ya kwanza nakwambia academic record and certificate, please only fill in the most recent 3 academic institutions beginning with the most recent. Kwa hiyo hakikisha in case labda umesoma vyuo au umepitia labda msingi sijui nini, umesikia vyuo zaidi ya 3, hakikisha unaweka vile ambavyo vitatu vya juu. Sawa, na unaanza na kile ambacho, kwa mfano kama wewe una bachelor degree, ili ndio inatakiwa iwe ya kwanza kuiweka hapa. Kwa unakuja hapa, mwaka ulioanza, lesson nimeanza tarehe 9 mwezi wa 11. Sawa, alafu 2022 na nikamalizia mwezi wa 11 alafu 2025. Sawa, nchi
ipo Tanzania. Sawa. Chuo labda naweza kasema Sokoine. Wow. Sawa. Then subject hautajaza labda somo ambalo pengine umelisoma. Kwa mfano usomamo master's degree, unaweza ukaweka ile subject ambayo ipo ndani yake. Kwa mfano kama umesoma public health, then indicate kwamba ile public health umeisoma, pengine umeisoma kama course au ipo kwenye module. Sasa mimi nitaka nikaisome masters, iandike hapa kwamba umeisoma. Kwa mfano mimi nitaka nikasoma biotechnology, lakini pia nimesoma biotechnology na nimesoma pengine molecular biology. Kwa hiyo mimi naandika molecular biology. Naandika degree type, unaandika degree ambayo umechukua ni biotechnology. Andika degree yako uliyoisomea hivyo, na GPA ambayo umeipata, final GPA uliyoipata, lesi umepata 3.7. Hapo ndio umepata. Ushamaliza. Ukishamaliza hapo unaweza ukafill na hizo hapo nyingine ya pili, ya tatu. Certificate. Remember, you must provide copies of undergraduate transcript and graduate certificate. Lazima uweke cheti na certificate. Pia lazima GPA iwe hapa. Please kuwa makini, yani unapojaza hizi hapa kuwa makini, hakika kila step unaijaza vizuri. Kumbuka unafanya competition na watu wengi. Kwa hiyo unakuwa serious, unahakikisha kila step umezingatia vizuri. Kwa hiyo hakikisha umeweka cheti chako na transcript yako umeweka. Pia nakwambia lazima uwe na GPA hiyo hapo na above lazima uwe. You must have already graduated. Lazima uwe ushamaliza. Sio kama wewe ni mwanafunzi, hii haikuhusu. Lazima uwe tayari usha graduate. Certificate mimi nitaweka, sitatumia za hizi high school. Tena ni option. Kwa nataka niweke certificate. Cha kwanza nitaweka transcript yangu. Let's say hii ni transcript yangu hapa. Naweka, unakuja, na cheti, nakiweka hapa. Utakiweka hapo. Sawa. Sehemu nyingine ni ya employment record. Kama wewe ushawahi kufanya kazi, una record umefanya kazi kwa mfano. Ndio maana hii hapa haina limit ya age. Hata kama una miaka mingapi unaweza apply. Nasema if you have more than 3 employers, begin with the most recent and relevant. Kwa hiyo sio recent tu, lazima iwe ni relevant. Kwa mfano kama umefanya kazi sehemu fulani, mimi nachukua mambo ya nataka nikachukue masters ya biotechnology. Kwa hiyo nafanya maybe mmefanya lab, mmefanya sehemu fulani, mmefanya vitu fulani ambavyo vinaendana na hiyo nani. Kwa hiyo utajaza hapa mwaka nilioanzia, labda nimeanzia lini, lesi nimeanza tarehe mwezi wa 11, sawa, alafu tarehe 9, 2025, sawa. Alafu nakuja labda mpaka mwezi wa 12 tarehe 9, 2025. Basi hapa ndio nimefanya. Yes, employer anaishi wapi? Ni Tanzania. Nilikuwa nafanya kazi Tanzania. Natafuta Tanzania ilipo hapo. Yes, Tanzania ipo hapo. Organization name, unataja organization ambayo ulikuwa unafanyia. Let's say mimi nasema Sokoine University au nasema NIMR. Utaandika kwa kirefu. Mimi nafupisha tu kwa sababu ni kama sample. Job title utaelezea kwamba wewe
ulikuwa kama nani? Sema kwa mfano laboratory. Kama wewe ulikuwa kama nani, utaweka tu au molecular biologist au niweke biotechnologist. Whatever utaweka hivyo. Main roles and activities utajaza. Kwa mfano hapa utajaza let's say mi namwambia chat hapa, lakini usifanye hivyo. Hakikisha unajaza effective, usitumie plagiarism. Yaani usitumie kama ni AI au usitumie nini. Mi nafanya hapa kwa sababu ni kama sample. Yes, na copy hizi. Haya, nakuja hapa tunaendelea. Tamakia hizo hapo. Then ukishamaliza, kumbuka una save kwenye draft. Kama hujawahi kufanya kazi unaachana hapo hivyo hivyo, sio lazima ujaze hapa, hapa sio pa lazima. Then nabonyeza next. Wow. Kwa sehemu ya tushamaliza introduction, eligibility, personal details and academic and employment tushamaliza. Tunakuja kwenye course detail. Kwenye course detail unakuja course title. Tunasoma kwenye Black University. Naangalia course ambayo tumechagua Masters in Biotechnology. Hii hapa. Chagua. Have you already applied to the university or had any contact with the staff there regarding this course of study? Hapana. Umeshawahi kuomba au na mawasiliano yoyote na mtu ambaye anasoma yupo kwenye hicho chuo au anasoma hiyo course? Utabonyeza yes kama kweli, kama sio kweli bonyeza no, hapana, sina kabisa. Ukishamaliza hapo bonyeza kwenye save in draft. Na save in draft. Alafu tunaenda next. Usisahau kusave kwenye draft ili hata baadaye ukitaka kufanya review inakuwa rahisi. Then unakuja study plan and intended course. Please, hii sehemu ni muhimu sana. Hii sehemu ndio itakayofanya wewe uchaguliwe au wengine waachwe wewe uchaguliwe. Please, kuwa makini na hii sehemu. Usifanye plagiarism. Hakikisha unaandika hii sehemu vizuri. Kwa hiyo kabla hatujaendelea, please kama hujasubscribe, please subscribe, naweka comment yako yoyote hapo, then nitareply. Kwa hiyo sehemu hii hapa ya study plan and intended outcome, please lazima uwe makini nayo hapa. Anakuambia study plan and intended outcomes. In this section, you are asked to provide a statement explaining your interest in becoming Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship Scholar and why you will be strong candidate. Yani hapa ndio unajimwaya sasa, unajielezea wewe kwa nini wewe uchaguliwe, yani kwa nini wewe uwe ni best candidate kuchaguliwa kwenye hii scholarship na wengine wa. Kumbuka watu ni wengi wanaoomba hizi scholarship, kwa hiyo lazima uoneshe umahiri wako kujibu haya maswali. Take time to read each question thoroughly and ensure that you address all the bullet point for each statement. Hakikisha unasoma vizuri na unaelewa kila bullet na uijibu vizuri. Please note that plagiarism is not allowed.
application shown the plagiarized will not be considered. Kwa hiyo hakikisha ufanye plagiarism, na kama unafanya plagiarism anasema nani yako scholarship ya application yako haitakuwa considered. Kwa hakikisha unakuwa makini kwenye hii sehemu. Ni sehemu moja ya muhimu sana. Sasa ya kwanza ni statement 1 ambayo ni plan study. Uzuri wanakupa haya maswali. Kwa hiyo wanakupa haya maswali ya kwenda nayo. Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship provide a unique opportunities to study abroad for the masters in leading universities in a low and middle income Commonwealth countries. Your statement should answer the following. Kwa hiyo lazima majibu yako unayoleta lazima yajibu haya maswali. Cha kwanza, why have you chosen to study this course? Yani kwa nini nimechagua kuchagua masters ya biotechnology? Yani what specific features of the course do you find interesting? Hivyo natakiwa ujibu hivyo. Why do you want to study at this university and in this country? University iliyochagua ipo Bangladesh na chuo ni Brack University. Utajibu kwa nini. What have you done to research your chosen university? Je, umefanya nini kukifahamu hiko chuo cha Brack University? Taelezea. How is this course relevant to your future career plan? Je, course hii hapa inaendana vipi na matarajio yako au malengo yako ya baadaye? Utawaelezea. Explain how your previous studies and experience make you a suitable candidate for this course. Na utaelezea experience yako, kwa mfano ulivyosoma kama ni bachelor degree na experience wakati unafanya kazi kama umetaja employer ina relate vipi na course ambayo unaenda kuisoma. Utakufanya ili kuokoa muda, mimi nitaipeleka kwenye ChatGPT kujibu haya maswali, lakini wewe kwa sababu wewe ni candidate unayohitaji wa hii scholarship, kaa chini, tengeneza, jibu maswali vizuri kwa ufasaha, usifanye plagiarism ili uweze kufanikiwa kwenye hii scholarship. Kwa mimi nitakachofanya ni nitampelekea chati mara moja anijibie haya maswali. Yes, tamwambia please. Nitamwambia country ni Bangladesh. Sijui nimeandika vizuri. University is Brack University. Then master is biotechnology. Yes. Bachelor degree. Unaweza kama nimekosea spelling lakini does not matter. Then nampa hizi hint. Alafu maneno ni 40. No. Anaweza asiandike vizuri kwa sababu naandika chapu tu hapa, lakini majibu yangu ni haya hapa. Na copy
copy, then nakuja naweka hapa. Ya maneno yamezidi, napunguza. Yes, hiyo hapo. Kwa mfano nishajibu haya hapa. I have chosen to pursue master degree in biotechnology because biotechnology lies at the center of solving many pressing global challenges. Kwa hiyo amejibu vizuri. Kwa hiyo hakikisha wewe kama student unahitaji kusoma, kaa vizuri, jibu haya maswali vizuri. Of course hapa ni miongoni mwa sehemu ambazo zitakufanya wewe qualify. Kwa kama ni certificate watu wanazo, kama ni GPA watu wanazo, kama ni nini hizo qualification nyingine ambazo unazo wewe, hata wenzako wanazo. Kwa hiyo sehemu ambayo miongoni mwa sehemu ambazo zitakupatia wewe scholarship ni sehemu kama hii hapa. Kwa hiyo ukishamaliza, ukishajibu kama hiyo hapo, then naenda sehemu ya pili, statement ya pili. Hii hapa. Statement ya pili inasema yes, anakuambia describe briefly one challenges or problem in your country that would like to address. Unaelezea problem ambayo inakufanya ukasome hiyo masters, na baada ya kusoma unaweza ukaiaddress, au wanakuambia how your proposed study help you to contribute to solution to the challenge. Utasaidiaje baada ya kusoma na vitu vingine. Tuokoe muda, then tumpelekee chat tena ajibu na hilo hapo. Maneno 500. Atakujibia na copy. Nafanya hivi kuokoa muda ili video isiwe ndefu sana, then na copy. Nakuja hapa kwenye dashboard hapa na copy. Maneno yamezidi 40, nafuta. Hakisha yazidi 500. Okay, imeshaisha. Sawa. Then anaendelea. Which of the UN Sustainable Development Goals does this subject you are studying most align to? Angalia, you can select, unaweza ukachagua zaidi ya 3. Which UN goal, maanake kama United Nations goals, suitable development goals does the subject studying most align to. Utafanya research vizuri kwamba hiyo course yako sawa inaendana vipi na UN goals. Unaweza ukachagua hata 3. Unaweza ukachagua poverty, let's say nikachagua labda quality education hivyo. Sawa. Maximum ni 3. Unaweza nikaja. How does your work relate to the Sustainable Development Goals selected above? Utajibu maneno yawe hivyo. Kwa hiyo utajibu kwa namna hii hapa. Kwa hiyo mimi nitaweka dump content, lakini hakikisha wewe unafuatilia vizuri na unajibu vizuri, kwa sababu lazima uichukue very seriously. Then ukishamaliza unaenda statement ya 3. Hii hapa. Statement ya 3 hii hapa nachukua.
maswali yapo, anakuambia explain how you have developed a professional network. This can be through academic studies, hobbies, work experience, volunteering, involvement in social media na vitu vingine. Kwa hiyo itakufanya mimi nitampa tu, namwambia chat anipe maneno 300. Hakikisha wewe ufanyi plagiarism. Kaa chini, andika vizuri. Kama unatumia AI ikusaidie, lakini hakikisha plagiarism haionekani kwenye nani yako. Then nakuja hapa na paste. Kishamaliza na save to draft. Wow. Nimesave kwenye draft. Kisha save kwenye draft, then tunaendelea. Okay, kuna shida hapa, kuna shida hapa, maneno yamepungua. Cha kufanya nitafanya hivi. Yes. Utasave kwenye draft kama kawaida, alafu utakuja huku utaendelea, utabonyeza next. Wow. Then sehemu inayofuatia pia ambayo ni very important ni sehemu ya referees. Kwa hiyo referees lazima ujaze hapa. Anasema referees, in this section you are asked to provide 2 referees au references in support of your application. Manake inaweza ikawa ngoja tuangalie qualification ya hawa referees. La kwanza anasema be written on a headed paper, manake iwe inakuwa kama ina title. Sawa, inakuwa kama na title. Be addressed dear sir or madam, lazima be addressed kama hivyo hapo, dear sir or madam. Explain the applicant's capacity to benefit from the proposed course of study. Sawa, kwa hiyo hii ni kama recommendation. Kwa mfano kama umesoma chuo kikuu, inaweza ikawa una hata wale supervisor wako wa research, unaweza kumwambia akusaidie kukupa recommendation letter. Anaweza kukusaidia, au kama lecturer wanakuwa mara nyingi kwenye scholarship ndio wazuri zaidi. Kwa utafuta kama ni lecturer ambao unaendana naye akupe recommendation letter, uje upachike hapa. Explain the applicant's ability to deliver development impact post award. Amwelezee sasa, yaani akuelezee wewe una uwezo gani wa kuleta impact baada ya kuhitimu. Be provided any academic referees and current employer, community leader, voluntary organization. 1 academic referee is advised. Maanake unashauriwa kuweka ule ambao ni wa academic. Lesson lecture wako, anaweza kawa ni wale ma lecturer ambao wanakusaidia kwenye research, unaweza kumweka hapo. However, sawa, if you are unable to obtain academic reference for one of your reference, we would advise that you use a professional referees for both references. Maana yake ni kwamba unashauriwa kuweka academic referees. Academic referees ni wale ambao wanatoa chuoni au wamekufundisha wale. In case kama umekosa kabisa, tafuta professional. Wale ni ambao ni professional pengine kwenye career yako, unakuta nao wamesomea hiyo hiyo. Kwa hiyo unaweka wale ambao wote wawe ni professional. Usiweke tu labda umeweka mzazi wako au ndugu yako. No, haitakiwi. Lakini you are advised kuweka wa kwanza awe nani? Awe ni academic referees.
Refaria wa kwanza hapo utakuja hapo, uta click, utajaza jina lake. Let's say mimi naweka huyo hapa, sawa, email yake at, mimi natumia Dam Content. Yes, title yake ni Lab Scientist, sawa. Reference letter unaiweka, nakumbuka qualification za hii reference letter umeelezwa hapo juu. Na click hapa, nabonyeza, naweka reference letter. Wow. Then nakuja second referee, utajaza hapa ni John Doe, sawa. Email utajaza at gmail.com, email yake. Job title au niseme lecturer. Yes, ni lecturer. Unaweza kujaza lecturer at university so and so, utaweka. Then na choose hapa na upload. Kishamaliza na save to the draft. Wow. Ukishamaliza, ukisha save kwenye draft, then unakuja hapo, unaenda kwenye next. Next inakuwa ni marketing. Please respond to the question below. Anasema please indicate how you first heard about Queen Elizabeth Commonwealth. Je, mara ya kwanza umesikia wapi kuhusu scholarship ya Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship? Umesikia wapi? Una choose hapa, select. Labda nimesikia kwenye social media, sawa. Social media gani? Labda umesikia WhatsApp. Mfano hapa wewe umesikia WhatsApp. Yes, utajaza. Asema which of the following areas will activities funded under this scholarship contribute to? Please select all that apply, utachagua. Itasaidia nini hili? Itasaidia kwenye research, sawa. University exchange and collaboration, capacity strengthening, utajaza zile zinazohusika zote. Ukishamaliza na save to the draft. Ukisha save kwenye draft, then unabonyeza next. Wow. Next sasa kumebaki sehemu ya mwisho kabisa ambayo ni sehemu ya confirmation. Please review the statement below before proceeding. Hapo kuna hii hapa privacy. Privacy statement. By submitting this form, you will agree that all data will be processed in accordance with the General Data Protection Regulation, yani hii hapa, and data protection hapa. For more information hii hapa utaenda utaangalia. Manake hii hapa ni privacy hiyo. Application submission statement. By submitting, understand that I am responsible for obtaining all documents, including visas and vaccination that are necessary for travel. Manake wakati wa kusubmit unakubaliana na kwamba nitahakikisha ninapata visa na pia unapata ile vaccination, kama ni kwa mfano ile ya corona kisha unapata. Pia anasema I also confirm that all information in this application is true to the best of my knowledge and unless otherwise stated in my own work. Sawa.
Manake hii hapa please enter your full name below to confirm that you have read and understand the above statement. Unajaza kama umekubali, ndio utajaza. Haya, yes. Yes, please press submit button below to complete your application. Kwa hiyo hii hapa kwanza nina save to the draft. Then kuna hii huwe na kwamba please asema reminder, ensure that you have reviewed all your responses to ensure they are correct and accurate. Kuhakikisha umepitia zote na kisha ziko sawa. Please, sio lazima umalizie kwa mara moja. Kisha unapitia zote hata kama sio lazima umalizie mara moja. Ya pili, it is highly recommended that the click save draft before attempting to submit. Hakikisha kabla sijabonyeza submit na save kwenye draft, ili hata kama nikitaka kureview baadaye kubadilisha kitu na kuja nabadilisha. Once you submit, you will be unable to edit your application. Yani baada ya kubonyeza submit huwezi ukaedit. You can only submit one application per institution. Unaweza ukatuma maombi mara moja kwa kila chuo. Kwa mfano kama mimi napeleka kwenye Black University natuma mara moja, lakini kama kuna chuo kingine kipo Kenya naweza nikatuma, kuna chuo kingine kipo wapi sijui kipo Uganda naweza Makerere naweza nikaomba. Kwa hiyo ndio hivyo, ila huwezi ukaomba kwenye chuo kimoja zaidi ya mara moja. Ukiomba zaidi ya mara moja unakuwa disqualified. Kwa hiyo mpaka hapo mimi tushaelewana, then nabonyeza submit button. Wow. Kwa hiyo submission successful. Thank you for submitting your application. You will receive email confirming that you have completed your application. Please ensure check your spam inbox. You will also be able to see your application and the status in my application tab. Kwa kama unataka kuangalia application zako unakuja hapa kwenye my application. Utakuja hapo utaangalia submitted application, hii hapa application submitted, hii hapa kila kitu kipo vizuri. Of course I hope umeenjoy na umeelewa. In case kama una comment, please kwanza subscribe, share na like, na pia save video kwa ajili ya baadaye, na weka comment kama una swali au kuna scholarship type ambayo unataka tuielezee na namna ya kufanya application, please iweke kwenye comment section hapo, tutakuletea. Asante na kwaheri.